Na mtazamaji wa K1 Media, karibu kufuatilia mahojiano haya maalum kabisa na Mheshimiwa Diwani wa kata ya Bomambuzi iliyopo ndani ya manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Moja kati ya vijana machachari, moja kati ya viongozi ambao wana ushawishi mkubwa sana ndani na pengine nje ya manispaa ya Moshi kwa ujumla wake. Mheshimiwa, imekuwa bahati sana kukutana na wewe, na kiukweli imekuwa ni kitu ambacho nilikitafuta kwa muda mrefu sana tupate nafasi ya kuzungumza. Mimi ni Pasco Mwere na wewe najua unaitwa Juma Raibu, lakini natamani nifahamu huyu Juma Raibu ni nani? Awali ya yote kabisa. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu, lakini ni kushukuru Pasco Mwere kwa tasnia ya habari unaenda vizuri, kwa maana unafuata where the point of habari is. Kwa hiyo naitwa Juma Raibu, nimezaliwa kata ya Bomambuzi, lakini pia ni mtoto wa mama wa kawaida kabisa na familia duni, kwa maana nimezaliwa nikiwa tumeishi nyumba ya kupanga mpaka nimekua, mpaka nimekaribia kuoa. Lakini mama yangu mzazi alikuwa ni mama ntilie, anauza chips mayai, anakoboa mpunga. Baba yangu alikuwa ni mjasiriamali. Kwa hiyo nimeishi katika mazingira ya kawaida kabisa ya kiutawala wa kawaida wa wananchi wale wa kawaida kabisa. Lakini pia nimesoma shule ya msingi Bomambuzi pale Pasua, nimesoma sekondari Mawenzi, nimesoma chuo Makumira, certificate na diploma, lakini nimesoma bachelor degree ya sheria chuo kikuu cha ushirika. Degree yangu ya kwanza nimesoma sheria katika chuo cha ushirika. Lakini ni mjasiriamali, nafanya biashara pia. Nimeanza kipindi hicho baada ya kumaliza kidato cha 4 mwaka 19 nikawa naosha magari pale stendi ya Mboya, kwa maana ya pale sheli ya kwa Masawe. Kipindi naosha magari ndani, kipindi kama sijakoma naosha ndani shilingi 300, nje shilingi 1500. Kwa hiyo nikawa naendelea kuosha magari. Baadaye nikaja kuwa conductor wa haisi za Pasua. Kipindi barabara ya Pasua ni mbovu sana, yani ukipanda gia ikiwa namba 1 lazima uishikilie conductor ili isije kachomoka, kwa gari ni mbovu sana. Nikaenda hivyo nikaja nikawa dereva, nikawa naenda kufanya kazi zangu kwa upendo na mshikamano wa vijana wenzangu, kuamini kwamba fedha na mali sio kila kitu. Kitu ni upendo na kushirikiana na watu. Kwa hiyo nimeenda kufanya biashara zangu za ujasiriamali. Baadaye kaja nikapata shilingi 800, nikanunua taxi mbovu. Sitaka nisahau, ni ADP 777 kipindi hicho. Hiyo taxi ilikuwa ukienda Shell, mafuta uweke kwenye tanki, unawekea mchuzi juu, hiyo unafunua boneti, hiyo lita 3 ndio unaweka pale. Yaani mtu akupa ofa lita 10 unapa kuweka, kwa sababu tunatumia tanki, tunatumia mchuzi juu, kwa sababu ukitumia tanki kwa hizo magari ni mabovu, vumbi linajaa ndani, kwa hiyo mafuta yanakuwa ni machafu. Kwa hiyo tumedesign pale, kwa tunafanya hivyo, na usiku tunafanya kazi za usiku, kwa sababu mchana imekuwa ni gari mbovu sana. Kwa hiyo tunasema kuhamisha popo. Kwa hiyo saa 12 traffic wakiwa wameshapotea na askari wamepotea, na tunatokea police mess. Kipindi hicho police mess ndio navuma, sisi ndio tunabeba abiria wa usiku paki pale saa 2 mpaka saa 12 asubuhi, askari wakiamka na wewe na kupumzika. Lakini yote ni katika miongoni mwa utafutaji wa nini, wa riziki. Kwa hiyo tukaendelea na jambo hilo sisi kama biashara, nikaendelea kujichanga, nikawa ninajichanga. Sasa namwachia dereva na mkodisha jamaa mmoja yuko pale stendi pesa hivi na gari yake. Hivyo baadaye nikauza ile gari. Nikauziwa Hiace. Na ilikuwa ni mbovu. Na jamaa wangu anaitwa Idi Amada. Idi Amada yuko Dar es Salaam sasa hivi, aliniuzia Hiace milioni 1.8. Hebu fikiri. Sasa ikawa ni mbovu, nayo ikawa ni hivyo mchuzi juu. Hivyo napeleka abiria mara kama tena askari. Siku moja nakumbuka wakati wa kutafutaji wa maisha nilikamatwa na askari. Sina cha kujieleza, sina leseni, sina insurance, sina chochote. Kabisa askari nimsomeshe mpaka nyumbani. Kwenye gari tu yupo. Unaenda wapi gari? Ni askari wageni. Subiri tu na mpaka nyumbani. Lakini kwa tu ni kujifunza ili nitokane na ile adhabu ya polisi. Siku moja nilikamatwa na gari na huyu sasa ni RTO. Sina kupata ni Tatu Mosi. RTO kama sio Mbeya ni Iringa. Kakamata na gari akiwa koplo kipindi hicho. Akanabeba pale kituoni. Gari nikasema gari la makosa mengi. Baadaye nikarudi nikavizia nikaosha ile gari nikali. Kwa amekuja tafuta gari alioni. Kama dada ni mimi nilitorosha bana, kama fulani niandikie tu kuliko taifisha au nini. Kwa hiyo jambo hilo
likawa limeendelea, tunashirikiana na biashara. Baadaye nikaomba mikopo serikali, benki, nikapata, nikaja kununua gari nzuri. Baadaye nikafungua kijiwe cha M-Pesa. Kipindi mimi niko kwenye M-Pesa hapa, mamangu ambaye anauza chips mayai. Kwa hiyo tunakutana. Kwa jioni mimi nikifunga mahesabu yangu, mama ndio anafungua kuuza chips. Nyumbani tumegawanya katikati. Huku baba na mama, huku watoto, wajua nyumba za Uswahilini. Sasa kana nasema jamani, hivi kweli mama yangu mzazi leo Mungu akimchukua, mama tunaamini usangu na kifo. Tutamzikia kweli nyumba ya kupanga? Je, hawa wapangaji kila siku mnapangiwa nini? Mnapangiwa zamu la kudeki choo, unakuta leo Mama Juma si maana yake nini sisi? Unafagia choo. Sema hawa watu wako busy. Na unajua chumba za kupanga kuna wengine wana uwezo, wengine wana uwezo. Kwa hiyo kila siku ni kuku zinachinjwa tu na masamaki yanaparuliwa makubwa. Sisi tutazingana, hatuna chakula, tunazuga tu. Tunaenda kwa bibi yangu, Mungu amrehemu, kwa bibi yangu Masabibu, kukaa kule. Kafikia bali mimi nikama nyumbani, nikaenda kukaa na nani? Na bibi. Lakini yote hiyo ni ugumu wa maisha, kupunguza majukumu kwenye familia. Baba na mama ile kwa nani? Kwa bibi. Ili usijua hata kumoshi wengi yuko kwa bibi, sio kwamba wanapenda. Ni watoto wanakataliwa kijanja. Sasa majukumu yamezidi na wamekuwa wanawatumwa kwa bibi, kwa wanakuwa posteri kwa nani? Kwa bibi, ili waendelee na maisha mengi. Kwa nikaendelea. Baadaye nikapata fedha kidogo, nikamjengea mamangu, nikaona kuacha kama 300,000. Kule kipindi ndo ndani ya Shabaa kule Mabugini, nikamjengea pale, akawa anaishi kaa vizuri pale. Lakini bado kwa siridhiki kwa sababu ya mazingira, choo ni mbali, mvua kinyesha hapa ingiliki. Kipindi hicho ndo nyumba inaonekana moja. Lakini tukaendelea kwa upendo. Nikaenda kufanya biashara, nikakopa hela, nikanunua gari nyingine nzuri, nikaenda. 2011 nikateuliwa kuwa kamanda wa vijana wa CCM. 2009 mpaka 11. Baadaye 2012 nikateuliwa tena kwa uchakarikaji, nikawa mjumbe wa baraza la vijana manispaa ya Moshi. Na hapo ndo safari yako ya kisiasa ikaanza hapo sasa. Kwa hiyo unapiga biashara huku siasa. Baadaye tena 2013 nikateuliwa kwa mjumbe wa baraza la mkoa kwa mamlaka ya mwenyekiti wa mkoa wa vijana aliyokuwa nayo. Sababu ile ukishakuwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa una mamlaka ya kuteua nafasi 2. Mwanamke na mwanamume, ili aende kuwakilisha kama vile ambavyo Mheshimiwa Rais ana mamlaka ya kuteua wabunge katika baraza lake. Na katika bunge, wabunge 10. Kwa basi tukaendelea 2013 nikateuliwa tena. Mungu alikuwa mkubwa, nikaenda kuchapa kazi vizuri. 2015 nikagombea udiwani kutoka CCM, kura za maoni, nikashinda. Baadaye nikaingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu. Apiga pale, piga. Kura zikahesabiwa. Enzio ndio uchaguzi mgumu. Kama naambia mimi ni senior diwani katika manispaa ya Moshi. Ndio diwani senior. Yaani sio rafiki zangu wote wanaona katika baraza hili. 98% ni majunior. Mimi ndio senior. 2015 ile. 15. Wao walipata 20. Ule upepo wa Lowassa ule. Ukipata na ngoza sehemu unasomewa. Naona vijana wakinitukana na waangalia, wakinitegea hata wananitegea mashule mara ya mashoga, mara ntule. Inawaangaliaga tu. Enzi hizo kivangu wa sisi pale Manyema upiti. Mbwini upiti. Kwa pale wewe ukachomoza pale kwa diwani kwa mara ya kwanza. Unakumbuka ile baraza mlikuwa wangapi wa CCM? Tulikuwa 3. Nilikuwa mimi Juma Raibu. Kati ya kata zote 21. Mimi Juma Raibu, Priscus Tarimo na Masiu Kilusu. 27. Magatu 30 pamoja na mbunge wa Chadema, alikuwa na meya wa Chadema na viti maalum. Tukatoboa. Na nikawa ndo kinara wa maendeleo kwenye baraza lile. Sasa Mheshimiwa, bahati nzuri umenieleza vizuri sana hustling zako za utafutaji wa maisha na namna ambavyo ulichipu ini kuingia kwenye siasa. Kuna mtu alikushika mkono akakwambia bana wewe unafaa kuwa mwanasiasa, au ni wewe uliona tu bana hii fursa hii na mimi ngoja niingie? Asante. Kwanza kabisa mimi niseme tu kwamba huo mwendelezo wangu wa kuanzia kuosha magari mpaka sasa na mabasi zaidi ya 10 na nyumba za wapangaji, nina bodaboda, bajaji na biashara nyingine zote, kumshukuru Mungu na tunafanya kwa sababu ya weledi. Lakini kikubwa ambacho kimeniingiza kwenye siasa kwanza ni integrity. Kwa maana ya uwajibikaji pamoja na uwazi. Mimi wakati nasoma shule ya msingi na sekondari nilikuwa ni kiranja wa ulinzi. Shule mimi nimesoma mwa sekondari hapa. Kiranja wa ulinzi. Lakini baadaye nilipokwenda chuo pia certificate kipindi hicho nikawa pia ni waziri wa michezo. Kwa hiyo nikaona ni vema na mimi Juma Raibu niendelee kuwa kiongozi, sababu mimi ni among of the victim of circumstance. Ni muhango wa changamoto na matatizo. Mimi brother nikwambie leo
nimejua kuku robo, nimejua kuku robo nilipokuwa meya na diwani. Kumbe kuna kuku robo. Mama yetu alikuwa akichinja kuku, tunapoa vifinyango, tunafurahi na siku tunaoga mapema. Okay. Kumbe kuna kuku robo au kuku nusu unapewa mtu huyu, kitu ambacho mimi niliona ndio kimenishangaza. Kwa hiyo nilipata ushauri wa baadhi ya wazee, wazazi na ndugu zangu kama baba yangu na mama yangu. Na wazee wakakataa mambo. Na ile passion iliyokuwa ndani yako. Na ile passion nikachanganya. Juma, nafikiri unaweza jambo hili. Okay. Na mimi bahati nzuri brother, mimi katika kitu sikubali kushindwa. Okay. Na sije kushindwa. Na nikishindwa naamini ni Mungu ndo ameamua. Sawa sawa. Yaani siku zote mimi kwenye beto yoyote sikubali kushindwa. Okay. Kwa hiyo mimi nilishauriwa nikaamua niingie kwenye siasa ili kuwa bridge, kuwa kiungo, kuwa daraja kati ya wananchi na serikali. Wakati unafikiria kuingia kwenye siasa na kwenye uongozi kata ya Bomambuzi, vitu gani ambavyo uliviona ukasema ili tobo naenda kuambia wananchi, alafu nikitoka, pamoja na kwamba kuna masuala ya ilani na nini nitaisoma nitajua, lakini wananchi wetu wa kata ya Bomambuzi ajenda yao ni hii, na mimi naenda kuwa kinara wa kuhakikisha inapata majibu sahihi. Unajua, unapokuwa kiongozi kwanza unapaswa kuwa ni mwakilishi wa wananchi, na unapowakilisha wananchi kwa tafsiri nyingine, kwa mujibu wa katiba, wale wananchi walipaswa wao kwenda bungeni au kwenda kwenye halmashauri. Hii katiba ikasema apatikane mtu huyu. Kwa hiyo unapokuwa pale umevaa viatu vya wananchi wote, regardless umepata chama gani au umepitia dini gani, wewe ni mwakilishi wa wananchi wote wa kata ya Bomambuzi na unapaswa kushirikiana nao. Na mimi unapokuwa diwani, cha kwanza unakuwa ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ambao uchaguliwi, ni automatic. Unapokuwa diwani, mwenyekiti wake kamati ya maendeleo ni automatic. Yaani kama vile unapokuwa mkuu wa wilaya tayari automatic ni mwenyekiti wa nini? Kamati ya usalama ya eneo husika. Kwa hiyo mimi nikaona ziko shida, people predicament, madhila ya watu ambayo yamekuwa yakiendelea katika kata ya Bomambuzi. Ambapo mimi mwenyewe nimeyashuhudia. Leo ninavyokuambia Bomambuzi ziko barabara ambazo zilikuwa zipitiki. Leo ninavyokuambia ziko barabara ambazo zilikuwa zipitiki sasa zinapitika. Leo ninavyokuambia kituo cha afya cha Bomambuzi ni miongoni mwa vituo ambao ndio vinaongoza mkoa mzima kwa kuzalisha wakina mama zaidi ya 400 kwa mwezi. Na matokeo hayo nimeyafanya mimi baada ya kuwa diwani. Nimekuwa diwani kile kitu kwa zahanati kidogo, nikachakachua ninavyojua, nikaleta hoja kipindi Mheshimiwa Rais Magufuli ndo rais, Mheshimiwa Samia ni makamu wa rais, mpaka alikuja ile kitu akanipongeza. Kipindi hicho Magufuli na waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Jafo akaja pale akasema maneno, nikamwomba fedha, tukapata fedha milioni 400 kuboresha kile kituo. Fedha ile ilipokuja kwa sababu baraza la Chadema wakataka kupeleka kata ya naibu meya majengo, kwa weledi wangu na utashi na ushawishi na commitment kwa wananchi, nikachukua zile fedha nikaongea na viongozi tukapeleka kata ya Bomambuzi ambayo nilikuwa naiongoza mimi kama kiongozi wa CCM, lakini kama kiongozi ambaye anaongoza kata kubwa katika manispaa ya Moshi. Ilikuwa rahisi kiasi gani? Cha kwanza ni ushawishi. Unajua bila shaka sana diwani ambaye hajioni na mkuu wa mkoa, hajioni na mkuu wa wilaya, hajioni na mheshimiwa waziri, hajioni na katibu wa chama, hajioni na mapolisi. Wapo madiwani wa hivyo? Wapo. Na nimwambia kwenye baraza, kuna ambao watarudi kwa sababu Samia amefanya mambo mengi. Sasa usiporudi wewe ni uzembe wako, kwa sababu kuna uzembe wa madiwani upo. Kuna ambao ni wazuri na kuna ambao ni wa majungu. Bwana ujuma kama kibolo unachofanyia majungu leo wanajuta, hiyo sio issue. Kwa hiyo mimi baada ya kufanya kile jambo nikajenga majengo maternity, kulikuwa hakuna. Nikajenga sehemu ya upasuaji, nikajenga sehemu ya kina mama kwa maana ya kujifungua, nikajenga sehemu ya x-ray, nikajenga patient walking, sehemu ya kutembelea wagonjwa, nikajenga sehemu ya kuchomea taka incinerator, nikatengeneza sehemu ya kungolewa meno dental clinic, nikajenga sehemu ya ear and nose, pua na masikio. Lakini pia nikahakikisha kwamba najenga laundry room, sehemu ya kufulia. Leo Bomambuzi ukienda pale utafikiria hospitali ya private, lakini ni nini? Ni mambo ambayo niliahidi na alinipelekea nikagombee ili niwe kiongozi, nipambane na changamoto hizi. Leo mama Bomambuzi ambaye alikuwa akijifungua umeme katika,
anawashwa simu ya tochi. Leo katika nimefunga pale generator ya milioni 70 ambayo ina kitu kinaitwa automatic change of a switch ambayo inawaka automatic. Mtu akijifungua, mtu ana operation, kazi ndio kama ilivyokuwa. Leo pale Bomambuzi wakina mama walikuwa akifikia kujifungua kama hajatarajiwa kujifungua kwa kawaida, alikuwa mpaka apelekwe kwenye ambulance, apelekwe kwenye operation. Leo Caesar katika mkoa wetu inafanyika kwa bei rahisi katika maeneo yote ile inaongoza. Yote tumeyafanya ili kusaidia wananchi. Haya ndio baadhi ya madhila ambayo wananchi walikuwa wanayapata. Leo mtu kung'oa jino ilikuwa mpaka apewe referral waende mpaka Kibosho au waende Rombo. Watu wa Rombo sasa hivi, watu wa Kibosho na sehemu nyingine wanakimbilia pale. Unapata huduma, unapata dawa, unaondoka kwa sababu ya maendeleo tuliyoleta.